Haya, sogea hapa uonyeshe. Hii ni subject pronoun, subject pronoun, na hii ni object pronoun, object pronoun. Usishangae object pronoun ni nini? Ni nani? Object pronoun ni kiwakilishi tendwa, kiwakilishi tendwa. Hii subject pronoun ni kiwakilishi tenda. Naonyesha kiwakilishi tenda hivi hapa. Hivi unavyoona. I ni mimi. I ni mimi. I ni mimi. Kuna watu wanashangaa. Wakisema nitasemaje? Nitasema I, nitasema mi. Sasa I ni mimi. Unapoanza kutamka kitu lazima unatumia kiwakilishi tenda I. Tukija you ni wewe. Hii hapa. You ni wewe. You ni wewe, unaiona hii hapa. You. Ukija they ni wao. They ni wao. They ni wao. Ukija we ni sisi. Sisi. We ni sisi. Sisi. She ni yeye. She ni yeye. She ni yeye, jinsia ya kike. He ni yeye, jinsia ya kiume. He ni yeye, jinsia ya kiume. It, iki. It, iki. Kwa hizi ndio tunaitwa subject pronoun. Wewe mwanafunzi, mwalimu akikwambia, ukiona kwenye mtihani kuna kitu amekwambia subject pronoun, hawa ndio watakao waweke hawa. Hawa utakuta kule mwanzo kabisa, au utakuta kwenye mwanzo wa sentence. Na sasa kwanza lazima wawepo hao husika. Lakini kwenye sentence tunakuja kuangalia. Sehemu ya sentence tunaangalia ni kwamba kwenye sentence tunasemaje? Ukisema I unaweka kile I am, I ni, am na, unaenda kuweka vitu vingine kwamba I am going to school, ninaenda shuleni. I am going to school. I am going to school. I ni am. Huwezi kusema tena mimi ninaenda shuleni, hapana. Unasema unaweka tu kiwakilishi kule, inawakilisha kiwakilishi cha nafsi ya kwanza ambayo ni. Ni kiwakilishi cha kwanza cha nafsi ya kwanza ni, ambayo ndio mimi. Lakini ukinakuja kwenye sentence sasa inaingia ni. Huwezi tena kusema mimi. You, wewe. Huku kwenye sentence hii hapa mbamilikia hapa, unaiona hapa maonyesho. You are taking money. You are taking money. Unachukua pesa. Unachukua pesa. You inawakilishwa na kwenye sentence. Kiambishi cha nafsi ya pili umoja. Hapa. Unachukua pesa. Ile nani? Kwa you are taking money, unachukua pesa. They ni wao. Lakini hii wao tunaifanyaje? Ikija kwenye sentence unataka kuongelea sasa, unasema they are moving now. They are moving now. They are moving now. Maana they ni wao, lakini hatuwezi kusema wao inawakilishwa na wa, kiwakilishi cha nafsi ya tatu wingi wa. Maana ya wao utasema wa. Ile unaweka pale mbele yake they are moving now. Wanasogea sasa. Wanasogea sasa kwenye sentence. Lakini ukija kwenye sisi, we ni sisi. We ni sisi, wamilikia. We ni sisi. We ni sisi, hii hapa. Lakini kwenye sentence tunasemaje? We are writing now. We are writing now. Unasema we, sasa hatuwezi kusema sisi, tunasema tu. Hii inawakilisha na kiambishi cha nafsi ya kwanza wingi. Tunaandika sasa. Tunaandika sasa. Haya, she, yeye, jinsia kike kama nilivyokuambia. She ni yeye. Kwenye sentence tunafaje? She is open now. Itategemea anafungua nini. Lakini she is open now. She inawakilishwa na kwenye sentence. Kiambishi cha nafsi ya tatu. Kiambishi cha nafsi ya tatu umoja. She is open now. Anafungua sasa. Anafungua sasa. He kwenye he is washing now. He is washing now.
Inategemea naosha nini. Nimevikoleza nani hapa? Anaosha sasa. Anaosha sasa. Anaosha sasa. It is coming now. It is coming now. Kinasogea sasa. Kinasogea sasa. It is coming now. Kwenye sentensi nimezani nimewaonyesha yote hivi. Nimewaonyesha husika ambao ni subject pronoun na kwenye sentensi wanavitumiaje. Wewe mwanafunzi unaenda kwenye English course wanakupiga hela kisa wanakuambia grammar. Hiyo ndio yenyewe sasa. Hapo ndio utakuwa uanzie kujua hizi ndio nini. Hata kama unajibu usipende tu Kiingereza cha simple rahisi afu ili tu ujue kwa tayari unajua Kiingereza. Unapeleka mtoto international hivi vitu havijui. Anabaki tu anabaa father eat now. Eat now ndio nini? Kwa hivyo vitu bado mjanani. Sasa tunakuja hapa. Object pronoun hizi hapa. Object pronoun naonyesha. Nimezikoleza nani rangi hizi. Hii ndio ha, hii ndio me, hii ndio you, it haibadiliki, you haibadiliki, him na him, hii hapa, them hii hapa, us ndio hapa. Kwa hiyo unaangalia mfano I am given her money. Yaani huyu amepewa pesa. Nimemtenda mimi. Ninampa pesa. Kwa hiyo mimi ndio mtenda, yeye huyu ni mtendewa. Hawezi kuwa she tena. Hapo huwezi kuweka she. Kwa hiyo mwanafunzi ukiambiwa kwamba jaza sehemu iliyoachwa wazi ujaze object pronoun, unajaza hawa wahusika. Mfano, you are getting me a book. Kwamba amenipatia kitabu, siwezi kuwa I tena, nakuwa me kwa sababu mimi nimetendwa. Ndio maana kutendwa kwamba nimetendwa mimi. Kwa hiyo mimi nitakaa humu ndani kwamba mimi nimetendwa. Siwezi kuwa I tena, siwezi kusema you are getting I. Hiyo ni wrong. I umefanya makosa. She is loving you now. Yeye anakucheka. Amekaa hapa na kucheka. Yeye sasa ndio huyu ambao unamwona. Hawezi kuwa her is loving. Unakosea. Lazima she is uweke huyu. Sasa huyu ndo anamtenda huyu. Anakutenda wewe. Kwa lazima awe upande huu hapa. Lakini kwa sababu habadiliki yu, haibadilikaje. He is bring it here. Amekileta. Itakuwa ni nini? Inawezekana ni gari. Inawezekana ni kijiko. Inawezekana ni nguo. It ina mambo mengi ambayo ni vitu ambavyo vipo na zakaza. Lakini amekileta. Nani kakileta? Ni huyu mhusika. Hawezi kusema him is bringing here. Him haitakubalika. Utakato wewe mwanafunzi. Kwa hiyo kiambo jaza sehemu, ukiona sehemu imeachwa, sehemu ya mtene imeachwa spenzi na huko imeachwa huko, badilisha tu matendo haya. Tunasema they are speaking with him. Anaongea na yeye. Huwezi kusema, huwezi kuongea ukasema they are speaking with he. Watu watakushangaa. Hicho ni Kiingereza cha wapi? Lazima ujue jinsi ya kumbadilisha huyu. Bala hii inakuwa him kwa sababu ndio ametendwa. Ametendwa. Angalia vizuri tunapoendeza hapa. Ametendwa. Tunakuja tena. We are seeing them. Kwamba sisi, ambao ni sisi, tumemuona, tunamuona. Kama tunamuona na tunawaona, unaona akina nani? Them. Hii hapa huwezi kusema weka we are seeing they. Utakuwa umeenda wrong. Utakuwa umekosea, matokeo yako na kato. Vitabu vingi unakuta vimeandika, lakini hii inasema we are seeing them. Badala they inakuwa them. Ndio maana ya mtendo kwa sababu wametendo wao. You are coming with us. We are coming. Huyu unakuja na sisi. Hauwezi kusema you are coming with we. Nani atakaye kuelewa? Lazima you are coming with us. Kwa hiyo hawa ndio wahusika, object hao. Kuna ha badala ya she, kuna me badala I, lakini kuna you haibadiliki, kuna he na him, kuna they na them, kuna you, kuna we na us. You na you haini, it na nini. Kwa hiyo hebu abilikie vizuri. Sasa ziangalieni vizuri hizi hapa. Hizi hapa. Subject pronoun nimezikoleza ndani hizi. Hivi ni vitenzi vile saidizi. Auxiliary verbs kwenye present na hizi siwezi kuzikosa. Lakini kwenye object nimeweka zote mbili. Huku ni subject pronoun na huku ni object pronoun. Kwa hiyo mwanafunzi, leo nimefundisha hii. Baadaye nitakapokuja sasa huku nitamaliza nimemaliza hizi hapa. Nakuja kwenye
vitenzi vikuu na vitenzi visaidizi. Nitakuwa nawaonyesha vikoje, vinasemaje vile, na nitakuwa mbadilishe vipi sentensi. Hilo ni wiki ijayo. Haya, naishia hapo kwa leo, lakini singatieni sana. Haya ndio yenyewe, kila kitu ndio hiki hapa. Naitwa Mwalimu Peter K. Nasari, mwalimu wa grama.